Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako ambalo umelituma kwetu leo mchana huu. Sisi watoto wako ambao tumekutana hapa leo kwa jina lako takatifu, hatuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Tunakuomba Bwana, neno lako ambalo umelituma kwetu iangaze njia zetu leo na kumulika mapito yetu. Tusaidie sisi kulipokea neno lako kwa upole na kuliacha lipandwe ndani yetu, maana lina uwezo wa kutuokoa na kututoa katika kila aina ya maangamizi. Baba, tunakuomba kuingia kwa maji ya neno lako ndani yetu, kutakase na kusafisha kila ambacho sio cha kwako. Baba, neno lako lipande kweli zako ndani yetu, lipande mahusia yako ndani yetu, lipande ufahamu wako ndani yetu, lijenge imani yetu. Bwana, libomoe kila kazi ambayo sio ya kwako, liharibu kila mpango usio wa kwako, livunje kila makusudi yasiyo ya kwako. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema ambayo inadhihirika yenye ukweli ndani yake kwa sababu ya kufanyika mwili kwa neno lako ambalo umelituma kwetu leo. Baba, asante kwa kila mmoja anayepokea neno lako wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Haleluya. Haleluya wapendwa. Jambo la kwanza ambalo Mungu anasema na sisi hapa, muaminini Mungu. Wote tuseme. Tuseme tena, muaminini Mungu. Turudie tena, muaminini Mungu. Naomba tuseme wote kwa pamoja, muaminini Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati huu wanafunzi walikuwa na maswali, walikuwa wana jambo ambalo hawajaelewa, wana jambo ambalo hawajui jibu lake, hawaelewi nini kimetokea. Bwana asifiwe. Hawana ufumbuzi wa hilo jambo. Wako mahala pa mjinga, wako mahala pa giza, wamekwama, wametatanika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini jibu la Yesu lilikuwa ni nini? Muaminini Mungu. Na ndio jibu ambalo Mungu anatupatia sisi wote leo. Haleluya. Mungu anasema tumwamini Mungu. Kuna wakati unajua kwenye maisha yetu mambo yakienda vizuri, tunaamua kuyaamini mambo yanayoenda vizuri, si ndio? Haleluya. Amen. Tunayaamini yale mambo yanayoenda vizuri, tunaanza kuyategemea haya. Tunaweka mioyo yetu kwenye haya. Ikitokea haribika, tunaenda chini. Bwana asifiwe. Lakini kuna wakati ambao tunaamini pia mambo yanayoenda vibaya. Amen. Tunaanza kuwa na uhakika ya kwamba hili jambo kwa namna lilivyotokea, mimi sipo salama. Kwa namna hili jambo linavyoendelea, mimi sitapona. Kwa namna hili jambo linapotokea, mimi maisha yangu yamepotea. Lakini angalia Mungu anachosema. Anasema hapana. Wewe amini nani? Mungu. Amini. Usiamini hisia zako. Muamini nani? Mungu. Usiamini historia zako. Muamini nani? Mungu. Usiamini hata uwezo wako. Muamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii ya kujiamini mimi mwenyewe au kuamini vitu ilitokana na dhambi kuingia ikaharibu imani yetu ya kwanza kwa Mungu. Unajua wakati kabla ya dhambi haijaingia tulikuwa na imani kwa Mungu, si ndio? Haleluya. Na sote tunajua ya kwamba ile imani ambayo tulikuwa nayo kwa Mungu kabla ya dhambi ilifanyaje? Kwa sababu ya imani kwa Mungu. Tunaamini Mungu. Kuna mtu ambaye alikuwa maisha yake yote, kuna mtu alimwona Adamu alikuwa anahitaji nguo. Nguo za Adamu alikuwa anazipata wapi? Imani yake kwa Mungu. Si ndio? Bwana asifiwe. Haleluya. Mahitaji ya nguo yalianza alipomwamini nani? Shetani. Alipoamini ile neno la shetani, akafanya vile. Ndio uhitaji wa nguo ulianzia pale. Haleluya. Amen. Kwa ile namna ya kwanza kuona uhitaji, chanzo chake ni nini? Amen. Kutokuamini au imani kwa nani? Kwa shetani na kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Pamoja na matatizo mengine yote yaliyoendelea baada ya pale, tunajua haya yote yalitokea baada ya pale. Amen. Haleluya. Ndio Yesu anakuja leo.
Anasema mwaminini Mungu. Sote tunajua ya kwamba Yesu alipokuja hapa duniani, mambo makubwa aliyoyaleta, makubwa kabisa, alileta mawili. Moja, alileta imani. Haleluya. Mbili, alileta uzima wa milele. Hayo mengine yote ni matokeo ya hayo mambo mawili makubwa Yesu alileta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa sababu kwa ile imani ambayo tulikuwa nayo, ilikuwa haiwezi kupokea uzima wa milele wala chochote katika uzima wa milele. Tumeangalia mara kadha wa kadha. Mambo ya Mungu ni mazito, ni makubwa. Huwezi kuyapokea kwa imani ile ambayo ilikuwa imeshanajisi kama dhambi. Haiwezekani. Ile imani inaweza kupokea mambo yaani mambo ya viumbe, sio mambo ya Muumba. Haleluya. Na ndio maana utaelewa kwamba katika Agano la Kale unaona Mungu alikuwa anafanya kazi na watu, sio yeye mwenyewe moja kwa moja, lakini kwa mkono wa malaika. Si ndio? Haleluya. Ilikuwa ni malaika ndio anafanya nao kazi, kwa sababu kwa namna ile imani ilivyokuwa imeharibika, Mungu alikuwa hawezi tena kuaccess hao. Hakuwa na mtu alikuwa na uwezo wa kufikia jambo. Haikuwepo hiyo. Haleluya. Kwa sababu level za Mungu ni za juu mno. Zinatisha sana. Kwa wote walikuwa wanapata tu yale ya mfano, kama inabidi kipatikane kitu cha mbinguni ni mfano. Haleluya. Kama Roho Mtakatifu anahitajika, atakuja tu, atahudumia na kuondoka. Hakukuwa hata na mmoja ambaye Roho Mtakatifu anaweza kuja kukaa hapo. Haleluya. Amen. Kama ni mahala pa ibada, ilibidi patengenezwe na kwa mikono. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini sasa mambo yamebadilika. Yesu ameileta imani ambayo inafika kwa Mungu. Amen. Hii imani ndio imani ya pekee ambayo inaweza kuingia mpaka kwa yeye mwenyewe. Tuliangalia wakati mwingine kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 3, mstari wa 13 na 14 na mstari wa 22, kwamba andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, ili makusudi waaminio waipokee ile ahadi kwa imani ya Yesu. Watu gani? Waaminio. Haleluya. Jamaa ya waaminio wanapokea ahadi, sio kwa imani ile ya Adamu, sio kwa imani ile ya kwao, ila sasa ni kwa imani ya nani? Ya Yesu. Tukitumia mbinu nyingine kupokea, hatutapokea. Bwana asifiwe. Tukitumia mbinu nyingine kufika kwa Mungu, hatufiki. Kama mtu anawizi, hataweza, haitatokea akakubalika na Mungu kwa imani yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Si wako watu Bwana amen. Mimi najiamini sana. Akili yangu mimi naiamini sana. Kwa Mungu utakuwa. Ni kweli hiyo akili ameumba yeye, lakini kwa Mungu hata kukubali kwa sababu naiamini akili yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu ataanza kukubali utakapomwamini nani? Yesu. Hapo anaanza kukubali. Hata akili atakupatia nyingine sasa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kitu kingine baada ya Yesu kutuletea imani ambayo sasa inakuja kwetu kipawa, ni zawadi. Haleluya. Ile imani ya kwanza ile ilikuwa ni imani yetu ya kuzaliwa. Haikuwa zawadi, ile ndio tuliumbiwa nayo. Ile ndio ilikuwa ni ya kwetu, tuna uhuru nayo. Ndio baada ya kunajisika, unaona hiyo watu wanatumia, yani mtu anatumia, unakaa kwenye kitu unatumia hiyo hiyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Yani ndio hiyo inatumika, watu mtu anaweza akaenda akaolewa, akaoa, akatumia hiyo imani ya ile ambayo imenajisika. Si kwamba ni imani ndogo, ni imani kubwa, kwa sababu ni imani ya sema tu dhambi ndio ilikoroga. Haleluya. Ikawa sasa ni imani ya asili ambayo ni kila mmoja na. Lakini kwa hiyo sasa unaweza kumfikia Yesu tu ambaye naye alikuja katika mwili. Ndio unaweza kumfikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini ili kufikia vya mbinguni sasa, yaani ufikie vya Mungu, ukishafika kwa Yesu, Yesu anakupatia imani yake nyingine. Hiyo sasa ndio unaweza kaitumia kufikia vile vya nani? Vya Mungu. Lakini hapa Mungu ametuambia tumwamini Mungu. Haleluya.
Kunaweza kukatokea taarifa zikakukuta, labda taarifa 99 halafu moja ni ya Mungu. Mungu anachotuagiza anasema ni zile 99 wewe usiziamini, amini moja ya Mungu. Bwana asifiwe. Inawezekana kuna matukio yakatokea kote, wewe usiamini hayo yaliyotokea, wewe amini lile la Mungu hata kama alionekana. Bwana asifiwe. Amesema muaminini Mungu. Wote tunajua tukimwamini Mungu, Bwana Yesu alisema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 3, ili kila aaminie awe na uzima wa milele. Kwa unapomwamini Mungu unakuwa na uzima wa milele. Sio amesema? Bwana asifiwe. Haleluya. Na uzima wa milele ni level nyingine kabisa ya maisha ya muujiza. Sasa uzima wa milele ni nini? Ni kumjua Mungu. Kwa unapoamini unamjua Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yule mwanamke alikuwa anatoka na damu miaka 12, aliteseka sana kwa mikono ya matabibu wengi, aligharimiwa vyote alivyonavyo, haikumfuata kidogo. Aliposikia habari za Yesu aliamini, akasema nikigusa tu napona. Bwana asifiwe. Imani yake ilifanya amjue Yesu tofauti na watu wengine walivyomjua. Amen. Haleluya. Imani ile ilifanya yeye amjue Yesu kwamba huyu sio tu Yesu wa Nazareti, sio tu Yesu mama yake ambaye ni Mariamu, sio Yesu mtoto wa Daudi, sio Yesu anayetenda miujiza. Yaani Bwana anajua ya kwamba huyu ni mponyaji wangu. Amen. Aliwezaje kumjua vipi? Imani ilifanya amjue hivyo. Haleluya. Amen. Tunapoamini ndio tunamjua nani? Mungu. Ukimwamini Mungu kuhusiana na ndoa yako, ndio utamjua Mungu wa ndoa yukoje. Haleluya. Ndio utajua Mungu ili anashirikiaje ndoa. Hivi Mungu anaionaje ndoa? Hivi Mungu anafanyaje kwenye ndoa? Haleluya. Hautaweza kujua vile Mungu anafanya kwenye ndoa kama hujamwamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Na anasema sasa utakapoanza kujua itakupatia kuwa na amani. Halafu mema yataanza. Amen. Haleluya. Ndio ufunguo wa imani. Unatufikisha mahali ambapo tunakuwa na amani bila kujali mazingira, halafu mema ndio yanafunguliwa kuja. Na tunapoamini Mungu, kwa sababu tunakuja kumjua yeye, kinachotokea ni kwamba sisi tunakuwa majasiri na tunaweza tukaanza kutenda mambo makubwa hapa duniani kwa imani. Haleluya. Amen. Yaani imani inakufanya umjue Mungu, umtambue Mungu. Tulishasema imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika Mungu yupo na ana thawabu kwa ajili yako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alisema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yupo na ya kwamba wapa thawabu wamtafuta. Yule dada aliamini, alikuwa anajua kwa hakika Yesu yuko hapa na ana uponyaji kwa ajili yangu. Nikifika kwake ninao. Haleluya. Haleluya wapendwa. Imani ni kuwa na uhakika ya kwamba Mungu yuko hapa na ana jibu langu. Mungu yuko hapa na ana suluhisho langu. Mungu yuko hapa na ana thawabu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Vyote viwili Mungu yupo na anacho kwa ajili yako. Ndio dada alienda kwa Mungu akiwa anajua hivyo. Yesu yuko hapa, mponyaji yupo. Alimjuaje Yesu kwamba ni mponyaji? Kwa imani. Haleluya. Alichosikia kuhusiana na Yesu ndio kilifanya amjue Yesu yupo. Haleluya. Haleluya wapendwa. Amen. Imani. Imani inatupeleka kwenye muda mwingine. Anasema ndio kile cha Petro kwamba kwa sababu mtu aminia anamjua Mungu. Ukishamjua Mungu, alisema vitu tunakilimiwa vitu vyote ipasavyo uzima na utaua kwa uweza wake wa kiungu. Amen. Ndio uliona udada ni uweza wa kiungu ulienda kwenye mwili wake ukakausha chemchemi ya damu ambayo imemsimama miaka 12 na kugharimu maisha yake yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio tunasoma ile katika Petro anasema uweza wake wa Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa
Haleluya. Kwa yani kifaa ambacho kinatufanya tuweze kufikia ni kumjua. Haleluya. Na kumjua ndio uzima wa milele ambao tunaopata kwa imani. Kumbe imani ndio inatufikisha mahali ambapo uweza wake wa kiungu unaanza kuhusika na jambo letu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiamini tu uweza wa Mungu, uweza wa kiungu unaanza kuhusika na jambo. Unaanza kuhusika na hayo maisha. Unaanza kuhusika na hiyo tabia. Unaanza kuhusika na huo mwenendo. Lakini tunajua neno la Mungu nasema kitabu kile cha Warumi sura ya 10. Warumi, kila amwaminie hata tahayarika. Haleluya. Asa kila aminiye hata tahayarika. Yatatokea kutokea, lakini hata tahayarika, hata tikisika, hata aibika, hata anguka, hata zimia, hata potea. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo amesema ni kwa kila anayeamini. Hiyo ni kwa kila anayeamini hata tahayarika. Lakini anaendelea kusema mstari unaofuata, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamtao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 14. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kwa pale Mungu aliposema muaminini Mungu, hapa anasema utamwaminije usiyemsikia? Yule dada hakuweza kumwamini Yesu mpaka aliposikia habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukapenda kumwamini, lakini kama hatusikia habari zake, kama hatuna neno juu ya hilo jambo kwenye maisha yetu, hatutaamini, tutashindwa kumwamini. Haleluya. Pale anasema utaaminije? Yaani utakuwa unatamani ni muamini Mungu kwa ajili ya jambo, lakini itashindikana. Sura ya kitabu cha Warumi kuna habari ya baba Ibrahimu. Alijitahidi sana amwamini Mungu kwa ajili ya Sara kupata mtoto. Ilishindikana kwa miaka yote 25. Alipambana sana. Haleluya. Alipambana sana. Alikuwa anamfuata Mungu, anamwambia Mungu, mbona sasa umri unaenda? Nani atakayerithi haya? Mbona umeniambia alafu mbona sioni? Akawa anaendelea na Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Aliendelea kuwa anamdai Mungu. Anaendelea Mungu anamuonyesha ni kweli. Mungu anamwambia ni kweli, mimi nilichosema nitafanya uzao wako kutoka kama mchanga wa bahari na kama nyota za mbinguni. Lakini kama itokee, haleluya. Kwa nini? Sio kama Mungu alikuwa hawezi. Yeye baba Ibrahim alikuwa anashindwa kuamini. Alikuwa anaweza kuamini maeneo mengine. Hata wengine alikuwa anaweza kuamini. Alipoambiwa toka uende kwenye nchi nitakayo kuonyesha, aliamini ile neno akaondoka. Haleluya. Amen. Alipomwambia kwamba utakuwa baraka kwa mataifa, aliamini ile neno na akaanza kuwa baraka. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini kwenye hii moja akabaki anaangalia tumbo la Sara. Anaangalia tumbo la Sara tasa. Hapo ndo kumwambia Mungu, mbona hamna tena? Lakini akipita na anaangalia tumbo la Sara tasa, anarudi kumlaumu Mungu. Na mara nyingi tunafanya hivi. Haleluya. Badala ya kukaa kwenye neno, hapo ndo tunaongea na Mungu. Haleluya. Sisi tunaenda kuongea na Mungu tukiwa tumetoka kukaa kwenye tatizo. Muda wote tunakaa na tatizo, alafu kifika muda ndio tunakuja kuomba. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana anasema hapa, kabla hujafikiria kuomba au kufanya chochote, kwanza muamini Mungu. Na hauwezi kuamini pasipo kusikia. Tumesoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Anasema jamani, nani aliyewaroga? Mlianza katika roho, mbona mnataka kumaliza katika mwili? Hivi mlipokeaje? Kwa matendo ya sheria? Mlifanya jambo fulani mkapokea, au mlisikia kwanza mkaamini mkapokea? Nani aliyewaambia kwamba hicho kitu kimebadilika? Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu hazeeki. Mungu sio kama dunia ilivyo, kwamba leo kuna ugunduzi mpya. Hakuna ugunduzi. Hata kama wewe umeshakaa umetembea kwa imani miaka 100, bado kauliza baki vile vile, imani chanzo chake ni kusikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya wape. Amen. Bwana asifiwe. Bwana
wanatia huruma sana. Naona watu wanatia huruma sana. Nini kimetupata? Yuko Mungu upande wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana anasema muaminini na Mungu. Tuache